kwenye mpira nise tukampachika jina la Isa Kiange. Huyu anaitwa Isa Kambona. Asante sana. Huyu anaitwa Sada Ndambile, anasema anakukumbuka sana, anapatikana pande za Tandika Magulu. Anasema unaishi Temeke? Namjua. Toto Ndambile hajaongopa, tuko pamoja. Haya, asante sana. Familia yote. Rasta Kidude, familia Juma Bafa na familia. Asante sana. Anasema kaka, Mungu akuweke sana, maana mambo makubwa unayoyafanya. Amina ya Rabbil Alamin. Anasema muziki huu utarudi tena? Utarudi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, utarudi. Bidii zikiongezeka muziki utarudi. Haya, huyu anasema ni msomi kama Hussein Nasoro, msomi kutoka maeneo ya Mkuranga. Anasema naomba kumuuliza Hassan, anadhani nini kifanyike kurudisha muziki wa mnanda kwenye ubora wake? Maana sisi tuna bendi kila kijiji, kila mtaa. Jioni mlikuwa mnaenda kusikiliza muziki mzuri. Nini kifanyike kurudisha muziki huu? Mimi wito wangu mkubwa sana katika tasnia ya muziki wa mshiriku, kilio changu kikubwa kwa wasanii wenzangu kwamba tuwe wabunifu. Tutafute kazi zenye ubunifu kiasi kwamba mtu akisikiliza sio anasikiliza kopi za mtu kila siku. Sababu gani? Miaka ya nyuma mchiriku ilikuwa kila bendi ukienda sikiliza muziki wake. Ukienda Atomic unasikia muziki wa Omari. Ukienda 7 unamsikiliza Mariam Juma Mpogo. Ukienda Buti unamsikiliza Juma. Ukienda Tokyo unamsikiliza Sani Mbiru. Ukienda Jagwa unasikiliza kina Dali Kimoko. Kwa hiyo ina maana ukienda Vingunguti unasikiliza kina Sini Arafat, unasikiliza kina Hamisi. Kwa hiyo na maana ule muziki, ili kwamba tuunyanyue muziki, tuurudishe katika ramani yake. Tujitahidi tuwe wabunifu. Ndio. Lakini bila kuwa na ubunifu hatuwezi kuunyanyua muziki na kurudisha katika ramani, kwa sababu wapenzi wa muziki bado wanaupenda. Lakini na maana unakuta kwamba wasanii kama wanapungua. Wao wasanii mimi ninavyojua wapo, damchanga ziko nyingi, ila tu ninachosisitiza kwamba wajitahidi katika kuwa wabunifu zaidi sana katika kutunga. Kutunga ni kazi, lakini kwamba mradi kaweza kupiga muziki kujua, nafikiri kwamba hata kutunga akijitahidi atajua. Haya, huyu anasema umwambie Chuna tuko pamoja mpaka mwisho. Anaitwa Saidi Samata, yuko pande za Mbanda. Anasema ni shabiki yako mkubwa sana. Ndugu yangu wa faida, wataka kaka yake hajamtaja tu, wote ndugu zangu wa faida. Anasema anamsikiliza Hassan Chuna, anakumbuka mbali sana. Kwa sasa yuko wapi? Namba zake nazitaka. Anaitwa Hamis Pembe, yuko maeneo ya Vikindu pande za Kazole. Haya, utazipata namba za Hassan Chuna baadaye hapa. Endelea kusikiliza UFM Radio muda wote bana. Anasema hiyo nyimbo inamtonesha vidonda. Anaitwa Ramadhani Huseni wa Kilombero, Mtwara. Anasema wakati huo burudani kama hii ameitafuta YouTube na haipati. Na mimi nasemaje? Kwamba nisiwe mwizi wa fadhila. Katika historia ninavyozungumza Kombola Music bila kumzungumzia mzee wangu. Ndio. Mzee Penza na Kabuguruni Ghana na mkewe Mama Habibu Penza. Ndio. Nafikiri kwenye FB watu wengi wanamwita Jamila Kumbila Moto. Kaka yake ndio mmoja sana. Yaani ndio alikuwa katibu wangu wa Kombola Music, ndio anzilishi wa bendi. Mzee Penza mwenyekiti, mumewe ndio Mama Habibu Penza ni katibu wa bendi. Ni ndugu yake na huyu Mheshimiwa Diwani Kumbila Moto Omari. Haya. Kwa hiyo siwezi kukosa kuwataja hawa, itakuwa ni dhambi sana. Wameusapoti sana muziki. Hapa kuna Mama Sweeta, kuna kina Sweeta. Wameusapoti sana muziki kwa asilimia kubwa sana, watu wa Ghana, Temeke, yani vitongoji vingi sana wamenipa sana support. Sina cha kuwalipa ila Mungu atawalipa. Haya, asante sana. Sasa mimi kuna kitu kimoja hapa nataka tukifanye kikubwa sana kwa faida ya wasikilizaji ambao wanasikiliza kipindi cha Maktaba ya Muziki. Huyu anaitwa Babia Radhi, anasema muulize Hassan Chuna ule wimbo wa Chukurubu historia yake ni ya kweli, na kama ni ya kweli kweli asimtaji huyo mtu, anasema Chukurubu. Hebu tuambie. Chukurubu ulikuwa ni mkasa wa kweli. Ila sasa baadaye ukaja kuingia, kuna watu wakapapulishi tofauti. Ndio. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Kasimu Mnyanga, marehemu, yuko mbele ya haki. Ndio. Yeye alikuwa anakaa hapa karibu ilipokuwa na shule ya Al-Hikima hapa. Ndio. Nyuma yake hapa karibu na kwa Mzee Mzenga, kwa kina Zena Mzenga. Sasa yeye wakati ninapita, huyu Chukurubu ni mtu ambaye original kabisa yupo. Ndio, anaitwa Chukurubu. Chukurubu. Sijui kwa nini wamemtaja jina sielewi. Sasa siku moja nimepita, kaenda bwana Sanchuna njoo. Unamuona huyu bwana hataelewi katika kijiwe yetu hivi na hivi, lakini ngoja kuna kazi mimi nitakuandikia. Ndo akaniandikia shairi. Sasa ile shairi nimekaa nalo, maana ni kwa tabia zamani kwamba mimi mtangazaji, kwamba mtu kama akiniletea shairi
nalichukua kisha kuna maktaba yangu mwenyewe ninaiweka. Siku nikikaa nikichezea kinanda, huenda kana nitapata idea nachukua na lile shairi naingiza kusema naona maneno haya hapa yatakaa, ndio nikalipata jimbo la Chukurubu. Nilikuwa na mdogo wangu mmoja anaitwa Hussein Mizizi, sasa hivi yuko Kisemvule. Yaani yeye pia kwa kama ni mtathmini yangu, kaka imbona kazi inakuwa nzuri kweli kweli. Sasa nilipokuja kuipiga Chukurubu, baadaye kuna watu wakaja kutafsiri vingine kiasi kwamba yale matendo yalikuwa yanafanana kama matendo ya marehemu Omari. Sasa watu wakaniingiza kwenye bifu basi na kufahamu, lakini kuna mtu mmoja kuitwa marehemu Wema Hassan Nanga. Mzee Nanga akaambia Omari sio wewe, sababu yeye Nanga alikuwa anakaa mtaalamu, ananiambia huyu Chukurubu mbona yupo sio wewe, lakini sasa wanampapulisha ananiambia si hamna. Huyu kakuimba wewe. Ikawa wakatengeneza dabi kati ya mimi na Omari. Wakati tunakaa nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu kwetu. Hatari. Yaani ikawa uhasama mkubwa kiasi kwamba hata kama ingekufa mmoja wapo kivito singezikana. Baina yako wewe na Omari. Watu washatengeneza chuo, washatengeneza sumu. Ndio. Unaona, yaani kachukulia dabi mpaka kwenye 95 kwenda 96 tukapiga dabi ya muziki. Ilikuwa mwezi wa 12 mwaka 95 kwenda mwaka 96. Baina yako wewe na Omari. Omari anapiga nyumbani kwake, dada yake anatoka, mimi napigia huko nyuma kwa bwana harusi. Alafu na mimi ndio mshenga, kisha dada yake anaolewa. Ikapigwa dabi, yani kumaliza utata. Lakini nashukuru Mungu nilimpiga knockout kali. Asante sana. Huyu anaitwa Christopher, anasema anapenda kukuuliza kwamba ni nani aliimba wimbo wa Shua, kama unamkumbuka ni nani? Je, ni kisa cha kweli? Alikuwa marehemu Alfani Abdalla au wa Mizoga. Wimbo wa Shua kisa cha kweli. Kisa cha kweli. Ni kisa cha kweli hicho? Huyo Shua ni mtu mmoja kwa Magomeni. Kipindi hicho alikuwa mtu mmoja hivi anatishatisha sana Shua. Kwa historia yake ndefu sana, wala watu wa Magomeni wanajua. Ina maana ukimchukulia kwa mfano kama kule Jagwa kuna kiongozi mmoja mtu anaitwa Director Gola. Yaani ule mtu kwa wilaya ya Kinondoni, mtu kama Director Gola ukimuuliza habari za mtu kama Shua anamuelewa vile vile. Lakini mimi ninavyomjua Shua kama Shua ninamjua kwa kumuona, lakini alikuwa anatisha. Haya, anasema vipi Chuna anamkumbuka Jenerali Lupozi au Juma Mpogo? Mdogo wangu mwenyewe. Marehemu Juma ni mdogo wangu mwenyewe katika muziki, kiumri mpaka kwenye muziki, sababu mimi napiga albamu ya ngapi, ya 4. Ndio. Marehemu Juma Mpogo anapiga albamu ya kwanza, kuna kanda yake moja inaitwa Kidebe. Kwa sababu wakati nimehama Topa nimepiga albamu 2. Nimepiga albamu ya kwanza ile ya Chukurubu, nikaipa nembo chuo cha mafunzo, kwa sababu si ndio chuo tumepita mimi, Omari na watu wengine. Nikapiga kanda nyingine Thamani ya Mtu Pesa 96 mwezi wa 12 nikahama Topaz. Ndio mwaka nilianzisha Kombola Music. Kwa hiyo 97 nikatoa albamu ya kwanza ya Kombola Music, ndio ina nyimbo Sina Haja Nawe. 97 nikapiga kanda nyingine, ndio inasema basi. Na maana 97 nilipiga kanda 2 kwa pamoja. Hasa wakati nataka kwenda kurekodi kanda namba 2 ya Kombola, ndio Marehemu Juma anajitafuta atakwenda kupiga kanda namba 1 ile ya Kidebe, wakati anajiita Survivor Original kwa Marehemu Masudi Zoba. Na kaka yake Said wa Benki ndio alikuwa mmiliki wa bendi. Said wa Benki bado yupo hai? Yupo Said wa Benki. Kwa hiyo hata kinanda nilichotumia mimi katika kupigia hii kanda yangu namba 2 kilikuwa cha wale Survivor Original. Haya, shukrani sana. Sasa hebu una kinanda hapo. Upo nacho. Hebu kinanda tupigie, alafu nadhani unaweza ukaimba pia ukiwa unapiga hichi kinanda. Hebu twende kazi, burudani hapa tu. Haya, msikilizaji wa UFM, pata burudani hiyo sasa. Yo pete ya ajabu, aimba uzuri wake, na wala sio pete ya dhahabu, ni ya silva rangi yake. Na kama ni bahati nasibu pete kuipata kwake, Sani Chuna nambie, Masiwa Pesa nambie, Babula Msisi nambie, Ashidi Maulidi nambie, Mudi Simba Ulanga nambie, Salama Ngale nambie, upe nini mama, swaba wangu mama, mimi nakupenda sana, swaba wangu mama,
Vichuna nambie, Kianyuki nambie, Idi Samata nambie, kupe nini mama, swaba wangu mama, mimi nakupenda mama, swaba wangu mama, swaba wangu mama. Vichuna nambie, Otiwesu nambie, Kekuva nambie, Kagusa Keiji nambie, kupe nini mama, swaba wangu mama, kupenda mama, baba wangu mama. Hichi kitu kipya lakini bado hakijakaa sawa. Hatari sana, hatari na nusu. Anatakiwa atokee mdhamini yoyote yani. Asinipe hela mkono na niingize studio. Twende tukafanye kazi. Na vitu vingi sana vya hatari. Kuna mtu hapa anatuma ujumbe anasema, nimemsikia kama Ngali ametajwa hapo. Hebu aurudie tena. Urudie. Hebu asachula. Tupe kidogo. Watu wanachotaka kikubwa wapate muziki. Nichuna nambie, Nilidi nambie, Nashidi Maulidi nambie, Salamangae nambie, kupe nini mama, swaba wangu mama, swaba wangu mimi nakupenda mama, swaba wangu mama. Kianyuki nambie, Masiwa pesa nambie, Masiwa pesa nambie, kupe nini mama, swaba wangu mama, Salamangale nambie, Nashidi Maulidi nambie, Mudi Simba Ulanga nambie, Simba Ulanga nambie, kupe nini mama, swaba wangu mama, swaba wangu mama, kupenda mama, swaba wangu mama, kupenda. Ngobole nambie, Babula Msisi nambie, Ilawa Musa nambie, Dunia Boga nambie, Didi Selega nambie. Vitu vingi sana. Hatari sana. Kama shetani kwa hatari. Huku messages zimekuwa nyingi sana, SMS zimekuwa nyingi sana. Msikilizaji wa UFM Radio, tutakwenda kupokea simu zako 2-3 kama una swali lolote kutoka kwako, kwenda moja kwa moja kwa Hassan Chuna. Mnanda huu anapiga hapa live kabisa studio hapa. Umekuwa ukisikiliza mnanda huo unapigwa live kabisa, kaja na kinanda hapa na kigonga mdogo taratibu. Haya, mambo yako vizuri kabisa. Saa 4:34. Tunakwenda vizuri zaidi ya Hassan Chuna. Kwa kipindi cha sasa hivi kuna watu bado hatujawa na uwezo wa kutofautisha baadhi ya vitu viwili, mnanda pamoja na mchiriku. Hichi unachokifanya ni mnanda, mchiriku? Huu ni mchiriku. Mnanda upoje? Yani historia mziki wa mchiriku umetoka katika matabaka mengi, lakini ngoma ni moja. Ndio. Ndo kama watu wasema bwana kanzu mpya lakini shehe yule. Sababu elimu ya shehe haibadiliki kama elimu yake kahifadhi. Atabadilisha kanzu lakini elimu yake ile. Sana ataiboresha, ataizilisha zaidi, kwa sababu elimu ni bahari. Ndio. Na bahari huwa haina mwisho. Sasa uko nyuma kati mziki wa mchiriku, kabla hujaitwa mchiriku uliwahi kuitwa chakacha. Uliwahi kuitwa umsambwe. Lakini kiuasilia ngoma alisema kwa ametokea sehemu za Mombasa. Ikaja ikafika hapa Dar es Salaam. Ndio. Kwa hiyo iliitwa mchakacha, ikaja kuitwa msambwe, ikaja kaitwa mnanda disco vumbi. Ndio. Na maana kubadilika kwa vipi? Kwa sababu kila ngoma ilivyoanza, kwanza ilianza na ngoma moja. Kisha zikaja kuwa ngoma mbili. Ngoma mbili katika wapiga mchiriku wengi kule wanapiga zamani, kwa wanapiga bendi moja Jamhuri, kulikuwa na wazee fulani wanakaa mjini, si mtagani nimeusahau, Mustafa Jongo anajua wa Ilala, au Bakari Lolo wanajua sasa hivi kwa Vingunguti. Ndio. Wale wazee wa Jamhuri kulikuwa na kina mzee nani huyo? Mzee Amdani. Ndio. Kulikuwa na bibi Mgeni. Walikuwa wengi sana kina mzee Alawi. Wale walikuwa wanapiga ngoma mbili. Hii bendi ilikwenda mpaka ikamchukua marehemu Alfani wa Mizoga, alipigia kule Musagurue.